JUMITA ni taasisi isiyo ya kiserikali, yani ni shirika ambalo linajikita kwenye kuhamasisha au kuhimiza jamii zinazoishi kando ya misitu ya asili Tanzania, na lilianzishwa mwaka 2000 na likasajiliwa kwa mujibu wa sheria ya asasi zisizo za kiserikali ya mwaka 2002 kwa usajili wa namba kama unavyoonekana pale 00NGO 119. JUMITA inaundwa na wanachama kama nilivyosema, wanaoishi kando ya misitu ya asili Tanzania. Kwa hiyo kwa mfano hivi vijiji vilivyotamkwa na meneja hapa wenyewe vinaizunguka msitu mkubwa wa Mafemela wenye hekta zaidi ya 3000, lakini wao pia wana misitu vidogo ambavyo viko kwenye ardhi ya kijiji ambayo tunaita misitu ya jamii kwa mujibu wa sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002. Kwa hiyo tunachokifanya kwa ajili ya urasimishaji wa ile misitu, tunafuata mwongozo wa serikali ulioandaliwa na Wizara ya Maliasili na Utalii. Sasa hizi kuna toleo jipya la mwaka 2023 tunaitumia. Imetoa hatua za kufuata unapotaka kurasimisha msitu ili uonekane kwamba huu ni msitu wa kijiji. Ukifanya hivyo, mojawapo ni kuwa na ramani ambayo ina mipaka rasmi ya misitu. Kwa hiyo na jira zake kwa maana coordinates lazima pia ziambatanishwe kwenye mpango ili kwa ajili ya rejea ya wadau wengine wa maendeleo wanaojihusisha na utunzaji wa misitu. Hii ni mfano wa ramani ya msitu wa kijiji cha Mbuga. Ili upate hapa kuna hatua za kufanya. Hatua ya kwanza ni kutambulisha zoezi la uandaaji wa mpango wa usimamizi wa misitu ya vijiji. Tunakutana na halmashauri za vijiji kwa maana ya wajumbe wote wa halmashauri, lakini pia kikao hiki kwa mujibu wa sheria na mwongozo kinahusisha wadau mbalimbali kijijini, wale makundi yanayotumia rasilimali za misitu, wazee maarufu, wachana mbao, wawindaji wa misituni, wachoma mkaa, wale waganga wa jadi, watu wote wale wanatumia misitu unahitaji kuwaalika kwa ajili wajue kinachoendelea. Lakini pia hawa ndio wanakuwa na majibu sahihi ya misitu yao kwa sababu ya uzoefu ndani ya misitu. Kwa hiyo lazima utafanya hicho kikao. Lakini baada ya kikao, kwa mujibu pia wa dhana ya ushirikishwaji wa kushirikishana, ni lazima uende kwenye ngazi za chini kabisa ambako wananchi wengi wanakuwepo, vitongoji. Baada ya kutambulisha zoezi kwenye ngazi ya kitongoji, sasa tunaenda kujumuisha kwenye mkutano mkuu wa wananchi, ambapo pale utapata maoni ya wananchi. Hapa ndipo wanakupa maoni kwamba okay, hii zoezi ni nzuri, lakini tunaomba labda mipaka ya misitu hizi iheshimiwe kwa sababu misitu ipo na sisi tumeona kuna uharibifu, kwa hiyo mzingatie haya maeneo. Wakati mwingine wanakutajia mpaka maeneo ambayo yameathirika zaidi. Baada ya hapo mtarudi darasani na kufanya tathmini shirikishi ya jamii ya rasilimali za misitu. Hapa ndani utakuwepo na kamati ya maliasili kama ipo. Kama haikuwepo unaunda pale kwenye mkutano mkuu. Kwa utaingia ndani, mtafanya hilo zoezi ukishirikiana na yale makundi niliyosema ya watumiaji wa rasilimali za misitu. Baada ya hapo tutatoka nje tena kwa ajili ya kwenda uwandani, field. Kwenda msituni kwenyewe kwa ajili ya kuangalia kama ilivyokuwa amesema manager, msitu huu thamani yake ni nini. Hili zoezi ni muhimu sana kwa ajili hata hii ndio inayokuongoza namna gani ya kuandaa mpango wako wa usimamizi. Kwa sababu ukiona kuna sehemu labda ina wanyama wengi adimu, lazima kwenye mpango ionekane kwamba eneo hili lazima litunzwe kwa upekee wake. Lakini ukiona sehemu ambayo labda kuna kipala, lazima ile sehemu kwenye mpango utasema kwamba eneo hili litapandwa miti. Kwa nyingine sasa mkishaona hali ya msitu,
unarudi tena darasani kwa ajili ya kuandaa sasa mipango na sheria ndogo za kusimamia yale maeneo kadiri mlivyokuwa mmeona. Na hatua nyingine ni kwenda kuambia kilichoandaliwa, kwa sababu ukumbuke darasani wanakuwa ni watu wawakilishi wa jamii wachache. Baadaye sasa ukiandaa yale mambo unapeleka tena kwa wananchi kwenye ngazi ya chini kabisa vitongoji. Matokeo yake baada ya ile mipango kupitishwa katika ngazi ya kijiji, ile mipango inakuja kupitishwa katika ngazi ya wilaya. Nafikiri leo ndio maana tuko hapa. Kama waheshimiwa madiwani wapo madarakani, basi mipango hii inapelekwa of course baada ya kupita hatua zote za kamati zote zilizopo kisheria, inaenda kwenye baraza la madiwani kwa ajili ya kujadiliwa na kupitishwa. Na ikishapitishwa, mipango hii inasajiliwa kwenye ofisi ya maliasili kwa ajili ya kuweka rekodi kwamba katika wilaya ya Mpwapwa tuna vijiji kadhaa vilivyorasimisha misitu yao. Na baada ya hapo mipango hii uchapwa na hurudishwa kijijini. Baada ya hapo utekelezaji wa mipango unaanza.